Ndio uchunguzi kutoka kwa wapasuaji. Uchunguzi wa mauaji ya Sylvia pia unabainika kuwa siku moja kabla ya mauaji yake tarehe 28 Machi, Eric Mutinda alitembelea dada yake mtaani Kasarani alipoishi hadi Jumapili, ambako alikuwa amepanga kuhudhuria hafla ya kukwea mlima katika eneo la Ololwa. Alipotoka Kasarani baadaye alielekea chuoni Multimedia mida ya saa 6 mchana. Ripoti zinasema kuwa Eric alimtembelea Sylvia ambaye walikuwa na historia ya mahusiano, ambako baadaye aliuawa. Kilichofuata, Eric alichukua mwili wa Sylvia na kuutia ndani ya sanduku na kumsafirisha hadi bweni alikokuwa anaishi na kumweka kitandani na kumfunika, kisha akatoka nje kwa ziara fupi ya dakika 40. Eric baada ya siku alitoa mwili wa Sylvia chumbani katika bweni lake hadi juu ya orofa hiyo na kutupa mwili ndani ya tangi la maji. Imebainika kuwa Eric alitoa simu ya marehemu kama sadaka katika kanisa la Jesus is Alive Ministries katika maombi ya asubuhi. Simu hiyo majasusi wamechukua kwa uchunguzi zaidi. Eric alirudi nyumbani kwao Sultan Hamoud, ambako baada ya taarifa kuhusu mauaji hayo, wazazi walimhoji na kumwasilisha katika kituo cha polisi cha Sultan Hamoud. Kwa sasa Eric anaendelea kuzuiliwa ili upelelezi kukamilika. We shall be taking action against the Multimedia University administration. One, for the simple reason that they had the sole responsibility and duty of ensuring the safety and the well-being of the late Sylvia Kemunto. Now, hi everyone, welcome back to my channel. So guys, history ya huyu jamaa mwenye aliua msichana kutoka Multimedia University maze inasitikisha sana. It's very sad guys. Na hiyo story ya kuwana kwa students ilikuwa imetulia, sijui imerudi kutoka wapi guys. But guys, nchi yetu ya Kenya inahitaji maombi juu mambo zingine sio za kawaida. Kufuata msichana kwa hostel umnyonge mpaka akufe, na kulikuwa na argument. Postmortem inasema ya kwamba ilionyesha ya kwamba kulikuwa na mabishano, walipigana, ndio mwisho akamnyonga akamuua. Ni swali langu ni, kwa hiyo hostel hakukuwa na other students? Kwa hiyo ni hostel walikuwa peke yao? Hata hakukuwa na watu wenye wangewasaidia guys? Hiyo ni swali. And guys, wasichana sometimes vitu zingine usijaribu kufanyia vitu kwa ukiwa mahali private peke yako. Unaona hiyo kungekuwa at least na watu angesaidiwa, kungekuwa na hii hainge happen. Lakini sasa akamweza kumnyonga, akamuua, akampeleka kwa hostel ya wanaume, kwa room yake ya huyo kijana, akaweka huyo msichana hapo na briefcase. Akaweka mwili ya huyo msichana kwa briefcase, akapeleka kwa hostel ya wanaume, ile ni room yake. And baadaye akaweza kuipandisha, akaiweza kuitupa kwa tank ya maji huko juu, rooftop. My friend, hiyo yote akifanya hakukuwa hata na watu wengine.